Okay, kuna jambo moja la muhimu sana hapa nataka tugusie. Mimi si mtaalamu wa mambo ya afya na diet, nini ule nini usile, lakini kuna watu wanachukulia fair mambo haya ya vyakula, na wanakuwa wakiambiwa bwana msile kitu fulani wanasema bwana unajua bora ule ukiwa tu labda una hamu na nini, lakini sio kudharau yale maneno ambayo unaambiwa kwamba bwana hichi kitu kinasababisha hivi, hichi kitu kinasababisha hivi, sijui pombe inaongeza hivi, pombe. Wengine wanafikia hatua wanakupa hoja eti mbona wazee wetu walikula, mbona zamani watu wamekula ugali, mbona sisi tumekuzwa na machapati, mbona hivi labda hivi mangano manini. Sasa hiyo hoja mtu anaweza kazania hapo ndo katoa hoja ya msingi, lakini hapo hamna kitu, kwa sababu lifestyle imebadilika. Zamani walikuwa labda wanakula sana hivyo vitu na kazi walizokuwa wanafanya na kutembea na mazoezi walikuwa wanafanya, labda wanatembea umbali mrefu, wanafanya kazi ngumu. Wewe hapo unaenda sehemu unakaa. Kwa hiyo inabidi usikize wataalamu, sio kwamba eti siji mbona hivi, mbona sisi tumekuzwa sasa hivi tuache. Utakuwa uache kazi yako unakesha kwenye AC. Unakimbia jogging mara moja weekend. Kwa hiyo yani mtu jaribu basi, fanya research mwenyewe. Kama unaona watu wanakuchanganya, fuatilia, tafuta madaktari, uliza, ingia wapi, tafuta accounts za YouTube zinazo authentic, zinakubalika kuhusu masuala ya tiba, wasikilize. Lakini usilete hoja kwamba zamani sijui nini. Sasa hivi sio zamani. Matatizo yani vitu vyovyote ambao vinazungumzwa sasa hivi katika mambo yoyote, ndoa nini, haya ni matatizo yapo sasa hivi. Usizungumzie mambo ya zamani. Kwa hiyo usiache, wala usidharau, wala usije juu, au kuna wengine mnabisha, kumbe mna matatizo yenu wenyewe, mnataka nyie yaendelee, muendelee kufanya. Yaani mtu anasema pombe haina madhara au sijui nini anabisha, kumbe kwa sababu yeye mlevi. Kwa hiyo tuweni makini sana na jambo hili na